Zika siku hii ya leo ambapo alizuru kaunti za Kiambu na kaunti kuambia viongozi wasiingie katika siasa za mapema kwa uraisi na waendelea kuwafanyia kazi wananchi wa nchi ya Kenya, tunavyoarifiwa kwenye ripoti ifuatayo. Rais William Ruto siku ya leo amekamilisha ziara yake iliyoanza siku ya Jumanne wiki hii, huku akizuru kaunti ya Nyeri na kaunti ya Kiambu. Rais Ruto akiwahutubia wakazi wa maeneo hayo ameonekana kuwa mcheshi na mwenye msimamo haswa kuhusu siasa za mapema, ambapo amewaomba viongozi wa kisiasa kuendelea kuchapa kazi, huku akisema kuwa wananchi ndio watafanya ukaguzi wa maendeleo na kujua kiongozi yupi atakayerejeshwa ofisini ifikapo mwaka wa 2027. Leo sio siku ya siasa. Kuna siku ya siasa itakuja, kila mtu afae rangi yake, tukutane kwa kiwanja. Saa hizi tunaongea na tunapanga mambo ya maendeleo ya watu wa Kenya. Mjumbe ako na kazi yake, Governor ako na yake, mimi niko na yangu. 2022 nyinyi ndio mtasahihisha, mtatufanyia mtihani. Yule mtu ameanguka mtihani atembee nyumbani, yule mtu atapita mtihani aendelee na kazi. Katika ziara hii Rais Ruto amezungumzia maendeleo ambayo serikali ya Kenya Kwanza imewafanyia Wakenya, alikozungumzia na kuangazia masuala ya elimu, kilimo na biashara, ujenzi wa barabara na kusisitiza kuwa atawajengea wanabiashara masoko katika kaunti hizi mbili. Niliambia nipange mambo ya elimu. Si nimeajiri walimu 76,000. Si muliniambia nipange mambo ya kilimo. Bei ya mbolea si imeteremka kutoka 7,000 mpaka 2,500. Si kahawa ndio hiyo inalipa zaidi. Si chai ndio hiyo inalipa zaidi. Si maziwa tuko na minimum return. Si muliniambia nipange ajira hawa vijana. Si manyumba ndio hii inaendelea. Si vijana wanafanya kazi. Si muliniambia nipange masoko. Si masoko mimi najenga Kenya hii. Si muliniambia nipange barabara. Si barabara mimi najenga pande hii. Si mtihani mimi nangojea 2027. Katika kaunti hizi mbili Rais Ruto alizindua miradi ikiwemo ujenzi wa nyumba za bei nafuu, kuagiza soko la mazao mapya katika maeneo bunge mbalimbali na kuwapa ahadi wakazi wa kaunti ya Kiambu kuwa serikali ya Kenya Kwanza itakamilisha mradi wa kujenga masoko 18 ambayo yatasaidia wakazi haswa mama mboga, na kuahidi kuwa masoko hayo yatakuwa na mazingira bora ili kuboresha biashara. Pia hapa hizi manyumba tunajenga hapa ni 460, kwa sababu tunataka hii sehemu izalishe ajira ya vijana. Na namba 2, hii Nyeri kuna watu wanaishi katika vitongoji duni inaitwa slums. Wale wanaishi huko kule kwa Weitemere huko, tunataka wahame wakuje waishi hapa, wakae kama wananchi wengine wa taifa letu la Kenya. Siku ya leo inaashiria mwisho wa ziara yake Rais William Ruto kwenye Mlima Kenya, ambapo Wakenya wameonekana kupigwa na butwa jinsi wakazi wa eneo hilo la Mlima Kenya walipokea Rais Ruto baada ya Rigathi Gachagua kuondolewa afisini. Na tukiachana nayo ni kwamba kinara wa ODM Raila Odinga amesema kuwa harusi yake pamoja na serikali ya Kenya Kwanza sio ya kuwasaliti wa Kenya bali ni ya kuwasaidia. Kiongozi huyo akizungumza akiwa jijini Mombasa siku hii ya leo amesisitiza kuwa bunge la kitaifa linapaswa kupitisha miswada ya kuzipa kaunti tofauti hela za kuwasaidia ama kusaidia kaunti hizo kuendeleza kufanya maendeleo. Pia kiongozi huyo aliongeza akisema kuwa ufisadi pamoja na utovu wa heshima kwa katiba ndizo changamoto kubwa haswa kwenye serikali ya Kenya hii leo. Lakini mimi nasema kitu muhimu zaidi ni kuheshimu katiba. Shida tuliko nayo ya kwamba wengi serikali ya juu na hata bunge haheshimu katiba. Ndio sababu tuko na shida.
Hapa kuna zile services ambazo zimekuwa zimegatuliwa. Upande elimu haijagatuliwa, lakini matibabu imegatuliwa. Mambo ya miundo msingi imegatuliwa. Mambo ya ukulima imegatuliwa na kadhalika. Lakini pesa inabaki Nairobi. Sababu gani serikali ya Nairobi ije hapa kujenga soko Mombasa? Soko ya Mombasa nataka ijengwe na county government ya Mombasa. Lakini wameweka pesa kule, unapigia sasa makofi ati wanakuja kujenga hii soko. Kwa sababu gani? Wange pesa hiyo ingekuja hapa kwa mkononi ya Bwana Abdul Samad hapa. Ajenge naye soko, sio? Mambo ya matibabu. Sasa wagonjwa wako na shida pale. Kwa sababu gani? Pesa ya matibabu bilioni 100 inabaki Nairobi, haiuji hapa chini mashinani. Hata hii pesa ya miundo msingi kama ile fuel levy wabunge wanakataa nayo. Kwa sababu gani wabunge wao na pesa ya kutengeneza barabara? Kazi ya wabunge ni kutengeneza sheria Nairobi. Tulisema katika ile mkataba tumefanya naye na Bwana Ruto, nataka mwaka hii county zipate zaidi ya shilingi bilioni 462 na tunataka hiyo pesa ikuje. Nataka bunge itoe hiyo pesa ije chini mashinani, ili serikali ya county ziweze kufanya kazi sawa sawa. Very much. Hapana pigana sana, hapana sukumana, huyu ni ndugu yako. Akichaguliwa sawa, kama wewe mchaguliwa ni sawa. Naam, tukisonga mbele ni kwamba katibu mkuu wa baraza la mawaziri nchini Kenya Musalia Mudavadi siku ya leo amesema kuwa Kenya bado inasalia kuwa imara katika kuhakikisha mchakato ya amani katika eneo la bara la Afrika. Akizungumza siku ya leo asubuhi alipomkaribisha mshauri wa Marekani kuhusu masuala ya Afrika ambaye ni Mossad Bolos, waziri huyo alisitiza kuwa nchi ya Kenya bado ina dhamira ya kulenga kupata suluhu kwa pande zinazozozana na haswa katika maeneo ambayo yana mzozo, kama tunavyoarifiwa na mwanahabari wetu Chemutai Kirui. Great pleasure and it's an honor to be here in Kenya. For the first time on an official trip, I've visited this beautiful country many times and admired the beauty of this country and this great people. And it's an honor to be here on an official trip. Taifa la nchi ya Kenya limepokea pongezi kutoka kwa Marekani kuhusiana na juhudi zake katika kukuza amani katika kanda ya Afrika Mashariki. Akizungumza baada ya kupokea utambulisho huo, mkuu wa mawaziri na waziri wa mambo ya kigeni Musalia Mudavadi alisema Kenya itaendelea kushirikiana na Marekani katika kuhakikisha michakato ya amani inayoleta suluhisho ya kudumu, akisisitiza kuwa ajenda ya amani na usalama barani Afrika inahitaji juhudi za pamoja. As we have always done, we want to continue working very closely with the United States of America, and we want to establish cordial working relations with the Trump administration as we move forward. We have had over 60 years of partnership with yourselves, and we've cooperated in many different realms, peace and security issues, economy issues, education, humanitarian activities of varied types, and various interventions. So this collaboration is so important for us, and we have every interest to make sure that we continue to consolidate on that partnership with the United States of America.
Mudavadi alikutana na mshauri mkuu wa masuala ya Afrika kutoka Marekani, Masad Boulos, ambaye alitambua mchango wa Kenya katika amani na urejesho wa uchumi. Boulos pia alielezea msaada wa Marekani kwa juhudi za amani barani Afrika, akisisitiza umuhimu wa kufikia suluhisho haraka kwa manufaa ya wananchi. We look forward to working together. There's an absolutely very important role that you can play. And we can hopefully get this done very quickly for the benefit of the Congolese people and the benefit of all the other neighboring countries and neighboring peoples. And from an economic point of view, there's a lot of opportunities that can be gained by all parties here, whether it's Kenya or Rwanda or Uganda or Congo, or Burundi or Zambia or Angola. All the other regional and neighboring countries can benefit from this economically. Aidha, Mudavadi alimpongeza Boulos kwa uteuzi wake na kutoa ahadi ya kuendelea kufanya kazi kwa pamoja. So it's on this basis that we say karibu sana. You're most welcome, and we want to engage with you very robustly, not just today, but going into the future. Congratulations on your nomination to this very important role. I can tell you, you have a big agenda ahead of you, but there must be a reason why you are identified. That means you fit the bill. Nikiripotia runinga ya Ndizi TV, jina langu ni Chemutai Kirui. Naam, tukisonga mbele ni kwamba Wizara ya Fedha kupitia kwake John Mbadi ambaye ni waziri wa fedha nchini Kenya amesema kuwa ametenga shilingi milioni 390 ambazo zitatumika kuajiri walimu kupitia tume ya TSC. Kiongozi huyo aliyezungumza akiwa Migori katika chuo kikuu cha TTC cha Migori, ambapo alisisitiza kuwa mfumo wa CBC unaeleweka na pia serikali inaendelea kuweka mikakati ili kuhakikisha kuwa mfumo huo unaendelea kuimarika na pia sekta ya elimu inaendelea kuimarika nchini Kenya. Na tunavyoarifiwa na mwanahabari wetu Lennox Odede, kiongozi huyo alisema kuwa walimu watakuwa wanaendelea kupata ajira kwa wingi. Mbadi ambaye amezungumza katika sherehe za mahafali kwenye chuo cha ualimu cha Migori amesema kuwa serikali imeweka mikakati ya kuongeza fedha kwenye wizara ya elimu kuimarisha masomo ya mfumo wa CBC. I know that the system has changed and it has been changing. It is my hope that we are now going to have a more predictable education system in this country. We cannot be experimenting with education. We can experiment with something else, but not education. The Ministry of Education, the government, has been allocating quite decent sums. In fact, the Ministry of Education is taking no less than half a trillion shillings. Half a trillion shillings is going to education. TSC, capitation, TSCs, we are allocating about 382 to 390 billion shillings every year for TSC to employ teachers. Amesema kuwa serikali pia imeweka zaidi ya shilingi milioni 96 ili kuajiri walimu zaidi. We are also allocating about 97 billion shillings for capitation, both in primary school, junior secondary schools, and also in high school. We are equally allocating money for High Education Loans Board, and we are allocating money to TVETs, and we are allocating money to other institutions. If in totality we spend no less than half a trillion in education. Kwa upande wake, mbunge wa Nyatike Tom Odege ametoa wito kwa serikali kuajiri walimu pindi tu wanapohitimu. We have teachers who are trained and retiring before being employed. And if in a family there is a teacher retiring before being employed, do you want to tell me a child of that teacher will prefer to be a teacher?
they are seriously discouraged. It's my plea today that those of our children and our brothers and our husbands and our wives whom we allowed to train as teachers, let us prioritize and employ them according to the year of graduation. Gavana wa kaunti ya Migori Ochilo Ayako kwa upande wake amesema kuwa kuna haja ya serikali kuongeza walimu mshahara zaidi. Na kuomba kando ya hao walimu kupata ajira waongezwe mshahara hata kama sio leo, lakini hiyo mpango iwekwe. Nikiripotia Ndizi TV Africa kutoka kaunti ya Migori, mimi ni Lennox Odede. Na mpenzi mtazamaji, kufikia hapo nitakuwa naelekea kwenye mapumziko mafupi, lakini tukirejea nitakuwa nakuelezea kuhusu ripoti ya kusikitisha kutoka kaunti ile ya Bomet, ambapo mwanaume mmoja ambaye anaitwa Wesley Cheriot amejisalimisha mbele ya mahakama na kusema kuwa yeye ndiye aliyechukua uhai wake Rachel Ruto. Lakini hayo na mengi zaidi tutakayopata nitakaporejea kutoka kwenye mapumziko mafupi. Endelea kubaki ndani ya Ndizi TV Africa, tutakuwa tunarejea kwa muda usio kwa mrefu. Unatazama Ndizi TV Africa. Umekuwa ukitafuta chuo ambacho kipo mahali tulivu, cha kisasa na kinachotoa mafunzo yatakayokuwezesha kupata kazi nyakati hizi, na kina walimu waliohitimu. Bas Camel Park Training College ndicho chuo hicho. Wana courses za diploma na certificate kama housekeeping management, tourism management, food and beverage sales management, fashion design, cosmetology, information communication technology, graphic design, film production, broadcast journalism, marketing management, business management na zingine nyingi. Pia wana short courses kama vile computer packages, front office management, digital marketing, video editing na zingine nyingi. Admission inaendelea. Mwandikie barua msimamizi mkuu wa chuo hicho pamoja na vyeti vyako vya KCSE au result slip. Pia unaweza jisajili mtandaoni kwa tovuti yetu ya www.camelparkcollege.co.ke au upige simu kwa 0755386594 au 0753915354. Tupo katika barabara ya Kisii Kilgoris. Camel Park Training College, empowering excellence, inspiring innovation. Good. So top up directly without measuring. Directly. So I fill the glass. Fill the glass. Okay. Add a little bit. Perfect. I feel like testing it. This is our cocktail. Which cocktail? Long Island. Oh, Long But Island. our cocktail is not done. Why? Presentation. We have to garnish our cocktail so that when a customer sees... What do you mean by garnishing? Garnishing is just making our cocktail appear attractive. Okay. Okay? Yeah. Okay, tuko na njia tofauti za kugarnish. Kugarnish ni kurembesha tu. This one, Nile kurembesha. this one is a lemon wheel.
Sasa cocktail yetu iko ready, iko tayari sana kupelekewa mteja. Yeah. No, wait. Is thumb finger. Put it, the straw inside the cocktail, then you close. Wow, your cocktail. Wow, Onish. Unatazama Ndizi TV Afrika. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV, tunapoendelea na habari zetu za Ndizi saa moja, na tunashukuru kwa kuendelea kubaki nasi. Tukisonga mbele ni kwamba mwanamume mmoja kwa jina Paul West chake ama mauaji yake Rachel Chepngetich Ruto siku ya leo amekiri mbele ya mahakama ya Bomet, ambaye kwamba yeye ndiye alitimiza mauaji ya Rachel Ruto. Mwanamke huyo wa miaka 44 alikutana na kifo chake kwa kuhusika kimapenzi na mwanaume huyo, na pia akasema kuwa mwanaume huyo pia alikuwa ametiwa mbaroni katika maskani yaliyo katika eneo la Kipkelion katika kaunti ya Kericho. Regarding the arrest of one Wesley, who was the key suspect in the murder of Rachelyn Ruto, who is commonly known as Eva, on 24th of March 2025. Amekubali na ametieleza vile ilienda, so tunasema tu sheria iamue na ikiwezekana tu ahukumie kifungu chake. Naam, tukisonga mbele ni kwamba kiongozi wa shirika kuu la vyama vya wafanyakazi nchini Kenya, Francis Atwoli, siku ya leo ameonyesha wasiwasi kulingana na taarifa za uongo ambazo zinachapishwa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu serikali, akitaja kwamba ni tisho kubwa haswa kwa usalama wa nchi. Kiongozi huyo pia alizungumza katika hafla ya mkutano aliyokuwa nayo, akisema kuwa kwamba serikali inapaswa kuweka mikakati ya kisheria haswa kwa kudhibiti mitandao ama mtandao wa kijamii, akisema kuwa usambazaji wa taarifa hizo zinawafukuza wawekezaji kutoka nchi zingine. Kenya is a satellite of economic activities in the region. Hata tukipiga kelele, wale wenzetu Tanzania, Uganda wanataka Kenya sana because of communication systems we have. Sasa viwanda viwezi kuhama. Ukihama Kenya, hapa ndio kuna banks, hapa ndio kuna kila njia. Isipokuwa kitu naomba tu wale watu wetu wa social media. Social media itawabidi mfupishe propaganda. Ni lazima mpende nchi hii. Msipopenda nchi hii, waajiri watahama. Ama kama si hivyo, mtaanza kulimana. Mkianza kupigana, tunakuwa kama Sudan. Tunakuwa kama Kongo. Kongo sasa huwezi kuenda kule Goma. Huwezi kuenda hizo area zao za cities zingine zote zimetoka kwa serikali. Na nchi nyingine nyingi. Ndugu zetu hapo Somalia karibu zaidi ya miaka 60 tangu Siad Barre atoke, hawajaona kitu kinaitwa well organized government. Southern Sudan, hata deputy president yuko ndani, amefungiwa ndani ya nyumba. Na tutaki kwenda, we don't want to take that route. Na watu wa social media wanatuelekeza huko. Ni lazima, unajua sasa itabidi, na hatukutaka hivyo, itabidi tuulize serikali iregulate social media.
kama China wameregulate. TikTok ya China ni yao, sio hii yenu. Unaona mambo ya WhatsApp, hakuna China, hakuna Dubai, hakuna Cuba, katika nchi zingine zote hakuna WhatsApp. Social media must be regulated. Hiyo mimi nataka kuambia ukweli. Na sio hapo peke yake. Hata juzi mimi mwenyewe napiga picha kujulisha nyinyi na wakilisha nyinyi huko ngambo, na baridi iko mingi nikiwa Geneva. Inanipiga, tunatoka kwa mkutano usiku, ukienda kwa hoteli, unapata hoteli imefunga, unalala njaa. Zile mikutano za huko Ulaya. Naweka hiyo picha ndugu zangu wafanyikazi waone nyumbani, ya kwamba wasijue nimekuja kuenjoy huko. Mwingine na anatumia artificial intelligence. Sijua alitoa wapi kitanda kitu kwa barabara, anageuza hiyo picha. Nilikuwa natembea nikafika pahali nikalala. Unaona mambo ya social media. So ni lazima tuungane pamoja. As much as we support artificial intelligence on the economy and creation of employment, we must do something to regulate social media. Something must be done, and the time is now. China iko na watu karibu 1.4 billion. Hata nyinyi si kwota ya hawa, lakini wana regulate. Walisema hiyo ujinga haiwezi ingia kwa nchi, kwa watu yao. Haya hapa, everybody hates himself. Wale watu wanatumia social media, they hate even themselves, because if you hate your country, you hate yourself. They hate leaders. Engage leaders on issues, not on hate. Naam, tukisonga mbele kwenye taarifa za kusikitisha ni kwamba polisi wa kutoka jimbo la Suna Mashariki wamemshikilia mwanamke mmoja ambaye ana miaka ya kati, ama ambaye ana umri wa miaka ya kati, kwa madai ya kuwa na bangi. Na siku ya leo, ama kwa mujibu wa kamanda wa polisi wa Suna Mashariki Joseph Lanaigero, anasema kuwa mwanamke huyo alikamatwa kutoka kwa usaidizi wa wananchi. Assistant Chief, the Lower Kakrao sublocation, following a tip-off from a member of the public. They managed to arrest a drug trafficker named Caroline Atieno Odhiambo, approximate age 33 years, a Luo adult from Oruba with 2 or 4 tariffs, sticks of bang, which was en route to Uriri. So we urge the members of the public to volunteer information that will assist the arrest of the drug traffickers. Thank members of the public for the cooperation and giving out this information that led to the arrest of the drug trafficker. The suspect is in custody, awaiting to be arraigned in the courts. Na tukisonga mbele kwenye taarifa za spoti ni kwamba mashindano ya riadha ya shule za upili yanatarajiwa kuanza rasmi wiki ijayo, ambayo ni tarehe 7 Jumatatu, ambapo katika kaunti ya Mombasa, ambapo shule za walimu ya Shanzu na shule ya upili ya Shimo la Tewa linafaa kuwa ama spoti hizo zitakuwa zinaandaliwa katika shule hizo mbili. Shule ya upili ya St Peters Keberesi ni mojawapo ya shule ambazo zitakuwa zinashiriki katika riadha hizo, na pia wanaelezea kuhusu matumaini ambayo wanayo mbele ya riadha hizo. Ni Beatrice Machoka kutoka St Peters Keberesi.
I have been a champion of Eastern and Central, 400 meters, I take position 1. And last year in Uganda, East Africa, I took position 3 in 200 meters. And I'm happy. I'm going to present Nyanza region from St. Peter's Keberesi in Mombasa, 200 meters and 400 meters. I also expect to go to East Africa this year to represent Kenya, and I expect it to be number 1 in my event 400 meters and 200 meters. Thank you. Kwa majina ni Simon Haraka from St. Peter's Keberesi. Last year nilikuwa nationals but sikufanya poa. This year na hope for the best. Na hope naweza make it to the East Africa. My name is Mary Nyaboke from St. Peter's Keberesi. I'm the champion of the world under 20 in Beru. Narudisha Mungu ni asante kwa siku ya leo. Naendelea kutupea nguvu na afya njema ya kufanya mazoezi. Tukiendelea kujitahidi tutaenda kushinda Mombasa ili tukae wasindi wa Nyanza. Kwa majina anajulikana kama Maxwell Chingili na soma shule ya Keberesi, na mimi hapa ni mwanariadha. Mimi mwaka wangu wa kufika national ni huu. Sijaifika, ndo nafika safari yangu ya kwanza na kimbia mbio ya 200 meter na imani nitashinda. Mimi ni Charles Onunga, mimi ndio coach ya St. Peter's Keberesi Talent Academy, na mimi tuna prepare kama saisi au wanariadha ni namba nyingi sana wametoka St. Peter's Keberesi kwa sababu kwa training mzuri wanapata. Sasa hii tuna prepare kwenda National Secondary School Mombasa. Na kwa Nyanza region hao wanafunzi wamefanya vyema vizuri sana, wanakompete, that is why wameonekana wazuri wakienda Mombasa kurepresent Nyanza region. Naomba wale wanataka kukuja kujiunga na St. Peter's Keberesi iko na nafasi kubwa na watakaa kama hawa wanafunzi, kwa sababu sasa hii tuko na wale wamekimbia world champion kama Mary Nyaboke alikuwa Beirut South America last year, na iko wengine hapa kina Dori Kaisoe walikuwa East Africa 800 champion secondary school East Africa, na tuna Beatrice Machoka, tuna Kiripati Nyamao na wingi sana. Tuko na vijana wawili hapa naona kama wataweka matokeo mazuri ya kuelekeza East Africa ya TCA, kwa sababu huyo mmoja anaitwa Simon Haraka na mwingine anaitwa Wasman. Kwa hivyo sasa sisi tuko tayari kuenda kuipresent Kenya. Na mpenzi mtazamaji, ni baadhi ya taarifa ambazo tulikuwa tumekuandalia kwa ndizi saa moja. Tumaini letu kwamba umeweza kujua mengi kuhusu maendeleo ya nchini Kenya. Langu jina Jacinta Nyakbeta na kutakia usiku mwanana, lakini endelea kubaki ndani ya Ndizi TV ili uendelee kuburudika na vipindi vyetu vya amani. Na pia namshukuru pia mwelekezi wangu Abigail Nyanchama, na pia nakutakia wikendi njema. Kwaheri.